lakini amecheza kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema nikiwa kasha MVP ambaye anahusika. Nimeshawahi kushuhudia MVP ambaye kwa beki. Ameshawahi kuwa Dickson Job, ameshawahi kuwa MVP pia Zimbo. Nimetoka kuzungumza. Nick Bangala kwa nini alipewa tuzo MVP? Ni kwa sababu una maswali au umemaliza tuondoke? Friji, wana Simba tupo baba. Au umechoka? Nipo. Mambo yapo lakini. Mambo yako fresh. Nimetoka kanisani bwana. Kutoka kanisani. Pako. Bwana, tumeona michezo ya leo bao moja hapa Zanzibar huko. Nako hatujashuhudia kile ambacho tumekishuhudia kwenye mchezo. Mimi nimeshuhudia zote. Tunashuhudia idadi ya magoli kuelekea sasa dabi ambao bado hatima yake kwa Msimbazi Simba wako kimya mpaka sasa. Labda kinatoa taswira gani kuelekea mchezo? Brother, to me dabi sio mchezo wa kudiscuss sana. Na mimi mara nyingi sipendi kuchambua dabi. Kwa sababu dabi imekuwa ikichezwa sana. Dabi inachezwa na watu wengine. Unaelewa Na huu ukimya ndio dabi yenyewe inachezwa. Si unaelewa? Simba wanacheza dabi, yeye mnasema ukimya. Tuzungumzie ufundi sasa. Sasa ukizungumzia kiufundi, Simba sio mnyonge kwenye dabi. Anayezungumza Simba ni mnyonge kwenye dabi, hajui mpira. Hebu niambie msimu huu Simba ameenda hatua gani kwenye michuano ya kimataifa? Finali. Hao Yanga wameshia hatua gani? Makundi. Mbona weki maiki mdomoni? Au ndio unataka unishindilie mwenyewe? Nakusikia vizuri. Yaani Yanga ameshia makundi. Simba ameshia finali. Na sio kuishia. Kamwaga jasho karibia mtoni shai. Si maamuzi ule mweupe alifanya balaa pale. Wewe hujaona? Watu si walitaka kushikana mashati pale kwenye vyumba kule, hujaona? Simba alikuwa anataka kombe. Sasa kama timu imefika finali bro, na timu imeenda kumwaga jasho pungufu, anatoka kiungo chuma ambaye tayari alishasajiliwa milioni 30 ya mtatu, wakaanza kuimba sasa kumekucha na mikataba yao, na Simba amecheza Kagoma, sio? Kagoma yule ametolewa kadi nyekundu, lakini imagine Simba alivyokaza. Alafu eti Simba huyu aende kinyonge dhidi ya Yanga. That nonsense. Naongea mpira wapi nyewe? Yaani ni kwamba mmeshiba sasa hivi mnaanza kila mtu anachambua mpira, sio? Bro, Simba sio mnyonge dhidi ya Young Africans. Ila watu wanatengeneza unyonge huku nje. Simba ana timu ya kupambana na Ahli, Mamelodi Sundowns, timu kubwa tu, Esperance Sportive de Tunis. Yanga ni nani? Yanga ni timu kama timu zingine, of course. Yanga ni timu ambayo unaweza kusema kwenye ligi yetu wao ndio wamezaliwa wa kwanza, sio? Miaka 90. Simba akafuata 89, lakini when it's come kwenye mpira Simba na Yanga, kama utakuta kipindi ambapo Yanga hayuko bora, Simba yuko bora, Yanga anapata matokeo. Si unakumbuka? Chama yuko ndani, Opu yuko ndani, Boko yuko ndani, Kagere yuko, Morrison yuko ndani. Bado Yanga alimsumbua Simba, lakini sasa hivi Simba kwa namna ambavyo amecheza msimu huu ana wachezaji wa kukompete. Hii dabi, mtu una nani huyu? Nani? Mpanzu. Eli Mpanzu Kibisawala. Mimi nafahamu majaribio pale KRC Gang. Akafeli wapi? Hajafeli, alifunga magoli kule, amekuja huku. Anataka daraja lake liwe Simba. Kibu Dennis amepona juzi, kafanya balaa, kapiga miti miwili kule ya maana msemi, sio? Ule ndio rejeo wa Kibudi. Alafu ukiangalia tayari una mtu kama Ateba tu liko pale Kobisi lile la Kombolela pale. Kobisi la Kombolela liko Ateba anasubiria tu akee pale. Alafu ukiangalia kuna Mkwala mzee wa Maserekasi. Huku chini watu wameshakuiva. Kagoma leo bwana. Alafu unasemaje eti Simba anaingia kinyonge? Bro, ni propaganda, na kinachowateza sasa hivi watu wengi ni propaganda ambazo zinamdogosha Simba kwamba kwenye dabi Simba ni underdog, How underdog? Underdog afika finali dhidi ya Berkane. Wewe umeishia wapi wewe? Wewe umeishia wapi? Kwa hiyo kwenye dabi, hii dabi, hao Yanga naweza kuzungumzia kwa walisia, kwa aina kwanza mbinu za Fadu. Fadu ni mkubwa mno kwenye mbinu dhidi ya huyu Minudi. Minudi anabebwa na wachezaji, na Minudi hata Yanga wenyewe wanambwaga kesho kutwa. Wanambwaga. Wanasema atoshi kwenye michuano ya kimataifa. Sasa wewe Fadu Davis kashachukua tuzo ya kocha bora. Hiza ndani kashachukua mpaka sasa hivi tuzo 3. Ndio anaongoza na almost ndio kocha bora. Amemwacha mbali by far kwa mbinu. Kwa hiyo anaenda na mbinu zake pale, ana wachezaji wake wa kutosha, Debora amerudi.
Debora kapewa mechi 3 hizi mechi 3 wazopewa watu wazaza anafanya warm up. Sijui nini. Kumbe Debora kapewa ni mtihani, alikuwa anapewa mtihani. Bwana jaribu bwana. Uone kwenye damu za kaadi tamti. Sasa amefanya juzi dhidi ya Ken Gold amenyumbulika. Timu imeshuka daraja. Timu iliyoshuka daraja ni kama timu ambayo iko pungufu. Kwa sababu kwanza wao hawajali, they don't care. Wana relax, wanacheza mpira wao ili wajiuze. Kwa hiyo mimi naona Debora amerudi, anaweza akaongeza kitu. Mutale ule pale, Mpanzu ule kule, Kibu ule kule, Mkwale ule kule. Hata unaendaje kinyonge? Mashabiki ambao wanasema Simba ndio kinyonge, mashabiki wa Simba. Naweza kusema ni mashabiki wanaopenda timu kuliko kupenda mpira wenyewe. Yes, free to labda tuzungumzie hiki. Mchezo wa mwisho ambao alianza Brasa Hamza ilikuwa ni Morocco dhidi ya RS Berkane. Tangu hapo hajaona muda mzuri sana. Leo Shamu Karabwa ametoka pia. Inawezekana ni majeraha, ingawa taarifa rasmi hazijatoka. Endapo watamkosa Shamu, hadi anakuwa katika hali gani kuelekea mchezo? Hajaumia. Kwani mpira hujaangalia mzee? Mimi ukiniambia Chef Ono Malone kwa namna ambavyo anafanya makosa yake kujirudia na Shamu Karabwa unataka wazena nani? Shamu Malone asingecheza hata mechi 3. He not deserve. Ana makosa kujirudia. Piga pasi za nyuma tu hazina maana. Shamu Karabwa is too energetic. Ana energy ya kutosha, ni mpambanaji. Lakini kwenye hiyo mechi Hamza kama yuko fit tunafahamu anaweza akaenda kuongeza kitu. Kwa Simba naona hakuna kipengele kwenye ndani. Hakuna kipengele. Hakuna kipengele kwa upande wa wachezaji. Kipengele sasa labda alete wazee wale wa Simba kwa sababu kuna watu nasikia bwana wewe bwana umeenda bwana kule vipi bwana? Tushirikishe bwana. Ngoja tushirikishe bwana wewe. Mbona dalali ameenda amefurahi bwana Ikulu? Bwana free. Hiyo ndio. Kwa msimu huu unavyoona vipi kama ilikuwa mechi ya mwisho kwa Simba Sports Club? Wewe ndio sio Simba bwana. Mimi sawa, wewe mchambuzi. Ilikuwa kwa mechi ya mwisho kwa Simba. Unazungumziaje performance ya Simba kwa ujumla na mchezaji gani unaona kwamba ana performance nzuri kwa msimu mzima? Kwa msimu mzima. Yes. Kwa msimu mzima sio tu Simba. Kwa msimu mzima mchezaji aliyekuwa na performance bora sana na ana deserve kuchukua tuzo ya MVP ni Chinchaza. Sasa watu jana niliposti nikasema Chinchaza kwa namba alizonazo ana deserve kuwa MVP. Watu wakaanza pale kujibu pale chini. Magoli ya penalti. Kama ni magoli ya penalti, why hapo hayo magoli? Kwani kuna penalti? Basi penalti ifutwe. Penalty the part of football, yani kwamba imetokea mtu amefanywa foul, okay. Nani ambaye yeye ni mchezaji ambaye ni muhimu kwa ajili ya kupiga hiyo? Nani ambaye ni specialist wa kupiga mipira ya foul? Nani specialist wa kupiga penalty? Sasa ukiangalia tena lazima umpongeze. Kuna watu wamekosa penalty msimu huu, sio? Lakini Chinchaza wao kapiga penalty zote kafunga. Na makipa wengi wanakuambia wa ligi kuu. Nilikuwa naongea na rafiki yangu Jonathan Naima na Mungu anakuambia kwenye maisha yake amewahi kudaka penalty. Lakini ya Chinchaza wao siku ile amepewa kama kumbuka Simba alipatiwa penalty 3 pale na Mungu Ruangu pale. Chinchaza wao anasema alimpoteza. Anasema ana jamaa anajua sana kupiga penalty. Sasa kusema nani ameperform utasema ni Chinchaza wao kwa sababu work rate yake kubwa uwanjani, amecover distance kubwa, dakika alizocheza ni nyingi sana, amehusika kwenye magoli mengi sana. Hadi sasa hivi ana assist za kwake 9. Tayari chuma kimeshahusika kwenye magoli 25. Tayari ashafunga goli zake za kutosha, goli 16. So to me Chinchaza wao alikuwa na performance bora sana overall kwenye msimu mzima, sio tu kwenye ligi. Kwa ubora ule ana deserve kuwa most valuable player. Labda sasa kwenye kwa sababu sasa hivi bwana kuna Usimba na Uyanga, kwenye shirikisho la mpira kuna Usimba na Uyanga, kwenye bodi ya ligi kuna Usimba na Uyanga, kwenye kamati ya tuzo kuna Usimba na Uyanga. So we don't know atakayepewa ni nani, lakini on my